إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, ninawahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi wetu wa Ramadhan ndio umekwisha enda, umeshaondoka. Lakini pamoja na kuondoka mwezi wa Ramadhan, bado ibada ya swaumu inaendelea kama kawaida. Pamoja kuwa wale ambao wamekosa maghfira katika mwezi wa Ramadhan ni wale ambao kwa mujibu wa dalili wamekula hasara, kwa sababu ni mwezi wa ofa. Kwa hivyo maadhalika mwezi umeondoka, lakini bado siyam zinaendelea kama kawaida. Saumu haziishi ndugu zangu katika imani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man swama Ramadhan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami dahr, rawahu Muslim. Mwenye kufunga mwezi wa Ramadhan kisha akafuatisha na sita katika mwezi wa Shawwal, basi kana kwamba amefunga mwaka mzima. Kwa hivyo siyam bado zinaendelea za sunna, na tuendelee kufunga kwa sababu ni kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na pepo yake Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hivyo tuendeleeni kufanya ibada ya siyam zinazoendelea. Ndugu zangu katika imani, kadhalika Qur'ani tukufu haijaondoka. Mwezi wa Ramadhani umeondoka, lakini Qur'ani tukufu haijaondoka, ipo. Kwa maana nawahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kushikamana na hii Qur'ani tukufu kwa kuisoma, kwa kuisikiliza na kuifanyia kazi yale yote yaliyomo ndani yake. Hii yote ni kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo dini isije tukaingia katika mashtaka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapokea kutoka kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku ya kisimamo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema maneno hayo katika suratul Furqan aya ya 30, وقال الرسول يا رب
inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Mtume sallallahu alayhi wasallam atamshtakia Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa watu wangu wameifanya hii Qur'an kuwa ni mahjuran. Katika tafsiri ya al-Imam al-Baghawi anasema yani matrukan, watu wameiacha Qur'an, watu hawaisomi Qur'an, watu hawaifanyii kazi Qur'an, watu wanaipiga vita Qur'an ambayo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tuchunge tusije tukaingia katika mashtaka haya ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anawashtakia washirikina kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, lakini misikiti pia ipo wazi, haijafungwa. Baada ya kuisha mwezi wa Ramadhani umeondoka, Qur'ani tunayo, misikiti iko wazi, basi watu wajongee, waingie katika misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya muendelezo wa kutafuta radhi za Allah, kwa kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah. Na ndivyo ilivyo misikiti hii, ni kwa ajili ya kumtumikia, kumwabudia Allah. Muabudieni Allah, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Binadamu hakuumbwa wala jini isipokuwa kwa lengo la ibada, kwa lengo la kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia malipo yapo, na Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kuwalipa waja wake wanaofanya mazuri, na kadhalika anaendelea kuwalipa waja wake wanaofanya maasi. Tuchunge mimi na wewe ili Allah subhanahu wa ta'ala akatulipe mazuri, akatulipe kheri kwa mujibu wa mema tuliyoyafanya. Muabudie Mola wako mpaka kikufikie kifo. Ndugu zangu katika imani, na katika Idi ambayo tuko nayo leo, min asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, baadhi ya Waislamu wanaitumia siku hii kwa ajili ya kwenda kufanya ziara makaburini. Jambo hili min bid'il Eid, ni katika uzushi ambao kwamba watu wanafanya katika siku hii ya Eid. Ni katika uzushi. Ile takhsis, kuhusisha na siku ya Eid, ni katika uzushi, na ni jambo ambalo ma anzalallahu biha min sultan. Kwa hivyo Waislamu, tusifanye mambo kwa vile nafsi zetu ambavyo zinatamani, lakini tufanye mambo kwa mujibu wa sheria. Qur'ani inazungumza vipi na sunna inasemaje? Kama Qur'ani imepinga na sunna, basi ni vyema na sisi tukajiweka kando. Na ndiyo maana ya kujiita mtu wa sunna, ndiyo maana ya kujiita salafiyu. Kinyume cha hivyo, ukafanya haya mambo ambayo yanahusishwa kuwa ni katika uzushi, basi wewe unajiingiza mwenyewe katika watu wa bid'a. Na ukiitwa miongoni mwa watu wa bid'a, kwa wewe ni mzushi, usikasirike. Ndugu zangu katika imani, ninawahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu, Allah subhanahu wa ta'ala, lengo la kutuwekea ama kutufaradhishia mwezi wa Ramadhani ni moja, nalo si lingine bali ni kuipata ile takwa. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama alivyosema katika suratul Baqara aya ya 183. Lengo hasa ni sisi kumcha Allah. Enyi ambao mlioamini, mumefaradhishiwa ninyi kufunga kama vile ambavyo wamefaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala.
Ndugu zangu katika imani, la'allakum tattaquna Allah, huenda mkapata nyinyi kumcha Allah, uchaji wa kweli wa kumcha Allah, mkamcha Allah kwa ikhlas na kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, bi an taj'alu bainakum wa baina adhabihi wiqaya, kwa kuweka kati yenu nyinyi, baina yenu nyinyi na baina ya adhabu za Allah kizuizi, msije mkaingia katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala bil a'mali salihah, kwa kuyafanya ile mazuri ambayo tumekukutezwa, ambaye amekuja naye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa min a'zamiha as-siyam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Baqara aya 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi watu, muabudieni mlezi wenu Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ndiye Mola wenu, kwa sababu yeye Allah amewaumba nyinyi na wale waliokuwa kabla yenu kwa sababu ya hiyo ibada, ili mpate kuwa wachaji wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ucha Mungu, uchaji wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo tiketi ya kufika katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. Na wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi malipo yao, amewaahidi malipo yao kwa sababu ya yale mazuri ambayo kwamba walikuwa wakijipinda katika mgongo wa ardhi kuyafanya. Na hao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo vipenzi vya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah anasema katika suratu Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Eleweni, hakika vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna hofu juu yao, hakuna hofu juu yao, na wala wao si wenye kuhuzunika, kwa maana hakuna hofu juu yao kwa yale ambayo watayakuta wameandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, kwa yale ambayo watayakuta siku ya kiyama katika vitisho, wao hawana hofu. Lakini pia hatahuzunika kwa yale ambayo yamewapita wao katika mgongo wa ardhi. Mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao Allah amewazungumzia ni kina nani hao? Allah subhanahu wa ta'ala katuwajibu ndani ya suratu Yunus hiyo hiyo katika aya ya 63, akasema alladhina amanu wa kanu yattaqun. Vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala ni wale ambao walioamini imani ya kweli na wakawa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa riya, wakimcha Allah, wakimtumikia Allah kwa kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo vipenzi vya Allah ni wale wanaomcha sana Allah subhanahu wa ta'ala, na hawa ndio wanaopata nusra, hawa ndio wanaopata msaada hapa duniani na kesho akhira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia watu wa Saleh pale walipomwamini Saleh na wakafanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Basi tulichokifanya sisi ni kuwaokoa wale ambao waliomwamini Saleh na wakamtumikia, wakamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wakawa kweli ni wenye kumcha Allah jalla jalal. Ndugu zangu katika imani,
Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa malipo kwa ajili ya wale watakaofanya mazuri katika mgongo wa ardhi na wakajiepusha kufanya maasi katika mgongo wa ardhi. Atawalipa ya kheri. Lakini ukifanya mabaya pia utalipwa kwa mabaya yako. Wala ajrul akhirah khairun lilladhina amanu wa kanu yattaqun. Ndugu zangu katika imani, siku ya kiyama ni siku nzito sana, na ni siku ambayo kila mmoja ataenda kukabidhiwa matendo yake. In kana khairun fa khair wa in kana sharrun fa shar. Ikiwa ni khairi basi atalipwa khairi, lakini pia ikiwa ametanguliza shari atalipwa shari. Wa huwezi ukalima mahindi ukavuna mpunga, kitu kisichowezekana. Utakachopanda ndicho utakachovuna, ndugu yangu Muislamu. Yauma tajidu, au Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Ali Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wallahu raufun bil ibad. Siku ambayo kila nafsi itakabidhiwa, itapewa yale yote iliyoyachuma katika mgongo wa ardhi. Ikiwa ni kheri atahudhurishiwa kheri yapo, lakini pia ikiwa ni shari atahudhurishiwa shari yako yapo. Na siku hiyo atatamani yule ambaye amekabidhiwa shari yake malipo yake ya shari, atatamani laiti angelikuwa mbali na hayo maovu yake, laiti hayo maovu yake angelikuwa mbali na yeye. Lakini ni kitu ambacho hakiwezekani. Lazima uyapokee kisha utumikie kifungo chako. Wa yuhadhirukumullahu nafsa, na Allah subhanahu wa ta'ala anawatahadharisha. Msije mkasema hamjaambiwa. Amewajieni ninyi muonyaji, amekuja kwenu ninyi mtoa bishara njema. Wallahu raufun bil ibad, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole sana kwa waja wake. Hiyo ni siku gani? Hiyo ni siku ambayo yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ni siku ambayo kuna nyuso za watu zitakuwa nyeupe, alafu kuna nyuso za watu wengine zitasawadika, zitakuwa nyeusi. Yani hata kama wewe ulikuwa mweupe hapa duniani, kama ulifanya ya shari, siku hiyo uso wako utakuwa mweusi. Lakini weusi wa nini? Ni weusi wa huzuni. Yani anahuzunika mpaka uso unataghayyar, unabadilika. Sasa wale ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wamemshirikisha Allah, wamefanya maasi, wataambiwa akafartum ba'da imanikum, nyinyi mlikufuru baada ya kuamini kwenu. Imani mliambiwa ni hii, nyinyi mkachagua kukufuru, mkachagua kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, mkaacha kumpwekesha Allah tabaraka wa ta'ala. Fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun. Allah tawaambia basi onjeni adhabu kwa kile kitendo cha nyinyi kukufuru, kwa kile kitendo cha kupinga maamrisho ya Allah, kwa kile kitendo cha nyinyi kuingia moja kwa moja bila hofu ya Allah kumwasi Allah ambaye ni Mola wenu, na mnajua kabisa amewaumba kwa lengo la ibada. Ndugu zangu katika imani, wale
muasi Allah subhanahu wa ta'ala, waliomuasi na wanaoendelea kumuasi Allah wafanye tauba, wamrejee Allah subhanahu wa ta'ala, watengeneze baina yao wao na baina ya Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini endapo hawakuwa tayari kufanya hivyo, basi wasidhanie qatu abadan, wasidhanie, wasiweke dhana, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ibrahim aya 42, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Wasidhanie wale ambao wanafanya maasi, wanamkufuru Allah, wanamshirikisha Allah, wanafanya maasi mbalimbali, wanafanya ushirikina, ukafiri, mambo ambayo hayamridhishi Allah, kisha hawataki kurejea kwa Allah. Hawa wasidhanie kwamba Allah ameghafilika, wasijipe matumaini kwamba kuna Mungu, mbona tunafanya maasi lakini hakuna lolote, na kama kufa watu hawakuanza leo kufa, lakini kiko hakuna cha malipo na nini. Wallahi malipo yapo ndugu zangu katika imani, na msijenge dhana hii ya kuwa hakuna malipo. Utakwenda kujuta mbele ya Allah ikiwa umekufa na dhana hii na ukafa aliyekuwa wewe mshirikina au kafir. Ndugu zangu katika imani, Allah anaendelea kusema inama yuakhiruhum, Allah anawachelewesha, anawapa muda wajue, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni siku ambayo tashkhasu fihi al-absar, macho yatakodoka, macho yatakodoka kutokana na vitisho vya siku hiyo. Ni siku ngumu, ni siku ambayo mzazi atamkimbia mwanawe, mtoto atamkimbia mzazi wake, ni siku ambayo hakuna kutazamana kwamba wasi fulani twende huko, kila mmoja atapitia kona yake mpaka kuja kukusanywa na kulipwa kwa yale tuliyoyafanya katika mgongo huu wa ardhi.